Teacher Zomboconi nani, huyu Zomboconi nani? Teacher Zomboconi nani, kwani Zomboconi nani? Teacher Zomboconi nani, huyu Zomboconi nani? Teacher Zomboconi nani, kwani Zomboconi nani? Zomboconi nani, huyu Zomboconi nani? Teacher Zomboconi nani, kwani Zomboconi nani? Teacher Zomboconi nani, huyu Zomboconi nani? Teacher Zomboconi nani, kwani Zomboconi nani? Good morning, sir. Good morning, sir. Bahati mkasa umeanza kuisha makali. Kesho mje mkiwa mmenyoa nywele ya kondeni. Sikilizane. Kesho mje mkiwa mmenyoa, sawa? Sawa. Wale wanafunzi wakorofi wale Kiwigi na mwenzake wapo wamefika? Wale picha waga kaka darasani. Kila siku wategea tu kupiga chimbo tu waingie darasani. Je, kuingia darasani? Nini? Yaani wale wazee wa chimbo wanapiga chimbo. Kwa hiyo tabia wameanza kipindi mimi nipo au kabla sijafika? Yaani teacher atajua ni muda sana. Hapo kuzunguka tu polimu na wakuta. Teacher, wale wanafunzi wameshirikana. Yaani walimu wote wapo wamewashindwa. Bwana. Mbona mkuniambia sasa nyinyi? Yaani wale wamezoea hiyo ndio tabia yao. Amesikia. Ala. Teacher Zomboconi nani, huyu Zomboconi nani? Teacher Zomboconi. Hizi alinipanda sana ningefanya nini? Mama! Nijikuta najitetea sababu napanga kinoni. Wape! Pande. So kama nauza mimi mwenyewe nauziwa. Ile kesi ya roba ya pande nimesingiziwa. Mama! Pande legeze kamba. Ili niweze kukupanga pande. Yote sababu ya mchumba. Ndio maana mimi naimba pande. Vipi, mbona mnashangaa? Kumbe yeye. Tuendelee bana.
leo umekuja tena na wigi si ndio? Safi sana. Mimi kama kauli mbiu yangu inavyosema, mwanafunzi akiwa mtovu wa nidhamu na hamsikilize mwalimu wake anamwambia nini, bakola na adhabu nyingine ndiyo msingi wa ile jambo. Sasa sikilizeni. Na wachalaza, ukiinuka ukigusa dawati umefuta. Mnacheka Mimi ndo napenda hivyo. Mkigusa mmefuta. Laleni hapo. Wanafunzi sugu na wapenda. Umegusa, nilisema. Ukigusa umefuta. Lala hapo, ulikuwa unacheka wewe. Cheka. I like it. Umefuta. Ukigusa dawati umefuta. Nikisema lala, lala. Hello student. Sleep please. Sleep. Nyinyi mlikuwa mnacheka tena, mbona mnalia tena? Msifanye hivyo bwana, nyinyi ni masugu. Wanafunzi sugu na wapenda. Lala hapo. Nyinyi si ni watukutu. Sasa mimi ndo kiboko yenu. Naitwa Salwe Mboko. Kiboko ya kunyosha watukutu watoto. Na by the way, I am a professional when it comes to viboko. Lala hapo. Niwasamehe. Watukutu wagaombi msamaha bwana. Nyinyi watukutu gani mnashindwa kuvumilia adhabu nyinyi? Mnawaibisha watukutu wenzenu. Mimi nawapenda sana. Watukutu bwana we. Watukutu mbwa nyinyi. Nawapenda sana we. Kuwanyosha jamani. Lala hapo. Imeingia hiyo. Aya, inuka. Inuka. Watukutu bwana we. Watukutu mbwa nyinyi. Napenda sana we. Kuwanyosha jamani. Inuka. Inuka wewe. Ala. Ebo. Sikiliza kiwigi. Wewe ndiye mkubwa hapa. Sasa nataka muende makwenu, mkawaite wazazi wenu. Nahitaji kuongea nao. Mwalimu, yaani umeamua kuniliza. Umeamua kunitoa machozi. Nakwambia hivi, nitakuonesha. Nakwambia nitakuonesha. Ili tatu lanitoa, utalilika. Kwa hiyo mwalimu, unajifanya kiburi, si ndivyo? Ile ndoto leo yote usiku unafanya hujaielewa. Sasa kitacho kukuta tusilaumiane. Tunajizima data wewe. Dawa yako inachemka. Wanafunzi wachawi. Wanafunzi waja. Mkuu, huyu mwalimu atatusababishia matatizo makubwa huyu. Kwa sababu mambo anayoyafanya ni ya ajabu. Yaani, kama hatapata yeye matatizo, basi tutapata sisi pia. Na sio sisi tu, na shule nzima kiujumla.
Hivi huyu mwalimu kishaanza kuwachapa wanafunzi? Sio kuwachapa, na anawasurubu kabisa. Na kwa jinsi wale wanafunzi wanavyojulikana pale shuleni na haya mambo yanaendelea, yaani Mungu wangu, Mungu wangu. Sasa mbona huyu mwalimu bado yupo hai? Ninapotambua mimi kwa wale wanafunzi, mpige bakora moja, siku ya pili haupo dunia. Mbona yeye bado anaendelea kuishi? Ndo hapo sasa, hapo ndo tunapochoka mwalimu. Hatujui hata sababu ni nini. Mimi nilikuwa nahisi labda na yeye pia ni mwanga. Sasa shida kama na yeye pia ni mwanga, hizo vita zao za kiwanga wakafanyia huko mbali, sio hapa shuleni kwetu, kwa sababu hapa hatima yake itakuwa ni kupigana mauchawi. Huyu kampiga huyu, huyu kampiga huyu. Mwisho wa siku amekosea njia, nimepigwa mwalimu mimi. Mwisho wake kapigwa mwanafunzi. Hapa sikutakuwa na balaa hapa. Hapa itakuwa uchawi juu ya uchawi. Mwisho wa siku tunazulika na sisi ambao tulikuwa hatuhusiki. Mimi nilichokuwa nakiomba, huyu asimamishwe tu kazi. Asisimamishwe. Unataka mpaka aje asababishe watu tolewe makende ndio tuone kwamba kuna umuhimu wa kumfukuza mkuu? Mimi ninachokiona huyu bwana afukuzwe kabisa. Na kama inawezekana achomewe vyeti tu akaanze kusoma upya huyu. Huenda atajifunza. Okay, nimewaeleweni. Mimi ninachokuombeni, mtumeni mwanafunzi akanitie huyu mwalimu. Wanaleta miujiza. Samani saa Zomboko, unahitajika na headmaster ofisini. Sawa, nakuja. Wanafunzi wachawi hayawe. Wanafunzi wachawi halawe. Nimesikia tetesi zako ndani ya muda mfupi. Je, unachokifanya makini? Ndio mkuu, ninajua ninachokifanya kwa sababu mimi huwa na desturi yangu ya kipekee sana. Mwanafunzi akiwa mtovu wa nidhamu na asikilize mwalimu wake anasema nini, basi bakora na adhabu nyingine ndio unakuwa msingi wa hilo jambo. Tatizo sio kuadhibu wanafunzi, tatizo ni kuadhibu Lita na Mela. Wale wanafunzi ushapata historia zao? Nimesikia historia zao, lakini mkuu, mimi nahisi ni za kufikirika tu, kwa sababu kama ingekuwa ni uhalisia, hasa na mimi pia ningekuwa ni moja kati ya miongoni ya hao walimu ambao wamepotea. Lakini wewe mwenyewe nadhani unaona bado nipo mpaka sasa. Toka naanza kusikia maneno mpaka sasa bado nipo tu. Kwa hiyo kwa maana hiyo unaweza pia ukagundua kuwa hizo story si za kweli kabisa. Mkuu, kuna tatizo? Mbona machozi tena? Mwaka juzi nilipoteza binti yangu. Wanampenda sana. Nilimpa nafasi ya mkuu msaidizi hapa shuleni. Alifundisha kwa weledi na yeye alikuwa na ndoto kubwa sana, lakini ndoto zote ziliisha baada ya kuadhibu wanafunzi hao. Imagine, fimbo moja moja iliweza kumpoteza binti yangu. Kurudi mpaka leo
tukaamua kuzika bila hata kuona mwili wa binti yangu. Nikikuangalia wewe, umri wako naona kama wa binti yangu. Kwa hiyo nakuonea huruma sana, hata kama wewe sio ndugu yangu na wala sina damu moja mimi na wewe. Hiyo naona kitakachokuja kukukuta wewe kama kilichomkuta binti yangu. Sitamani itoke hiyo, itoke kabisa. Kwa hiyo nakuomba nisikilize, mimi ni mtu mzima. Sawa, lakini mkuu, hivi vitu mimi bado vinanichanganya, unajua, kwa sababu yaani mwalimu anapoteza vipi? Yaani mwalimu ana kitu gani cha kufanya yeye mpoteze? Kwanza huyo mzazi wao ni nani yeye? Ana nafasi gani mpaka anaweza kumpoteza mtu? Sababu kwa tunaposikia tetesi wao watekaji wanakuwa ni majitu fulani hivi yanasijua na hadhi gani kwa wenyewe wanajua, lakini huyu mama yao mwenyewe mbona anaonekana ni mtu wa kawaida tu? Yaani anawezaje kuwapoteza walimu? Hii imekaa vipi? Hapana, sio kupotezwa watu, wakutekwa, ila wale watoto ni wachawi. Elewa hicho kitu. Achana na kuwapiga wale watoto, achana kabisa. Zoloko, una familia inakuhitaji. Achana kabisa na wale wanafunzi. Mimi nimemaliza, unaweza kwenda. Wanafunzi wachawi, wanafunzi wa ajabu, wanaruka juu sana, wanaleta miujiza. Wanafunzi wachawi hayawe. Wanafunzi wachawi yalawe. Misimu ya ukae, misimu ya uchawi, na waomba wakulu mnipe hata nguvu ya dharura, niwaokoe watoto wangu, wanapata shida, wanateseka watoto wangu. Wakulu nisaidieni, mimi naumia, tunadhalilika, tunadharauliwa, sisi tumekuwa kama watoto, tumekuwa watumwa sisi. Nawaomba, hata kama najua tupo katika mfungo ambao wanachama wote wanatumikia kwa sasa, lakini nipeni hata nguvu ya ziada kidogo tu, nipate kusaidia watoto wangu. Wakulu, naomba. Wanafunzi wachawi, wanafunzi wa ajabu, wanaruka juu sana, wanaleta miujiza. Wanafunzi wa